Nikisoma kitabu cha Marko ile 10 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema akaondoka huko akafika mipakani mwa Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi wakakutanika tena wakamwendea, akawafundisha tena kama alivyozoea. Mstari wa 2. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamuuliza, "Je, ni halali mtu kumwacha mkewe?" Huku wakimjaribu. Swali lao walikuwa wanamjaribu Yesu. Naye akajibu akawaambia, "Musa aliwaamuru nini?" Yesu aliuliza nao swali. Wakasema, "Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha." Yesu akawaambia, "Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii. Lakini tangu mwanzo wa kuumba ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si mwili tena, bali mwili mmoja." Mstari wa 9 sasa, basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. 10. Hata nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari za neno hilo. Akawaambia, "Kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini." Sasa naongea maneno haya kwamba leo talaka imekuwa ni mtindo wa kawaida, lakini huo sio mpango wa Mungu. Ifika mahali wapenda wengi imekuwa kama kitu cha halali. Talaka imekuwa kitu cha kawaida kwao. Haukuwa mpango wa Mungu watu kwamba wanaoana kwa chana talaka, wanaoana kwa peana talaka. Haukuwa mpango wa Mungu. Hicho kitu Mungu alikuwa amekikataa. Sasa nachotaka kusema ni kwamba Mafarisayo wanamwambia Yesu maswali, anamtega kwamba ni halali mtu kumwacha mkewe. Lakini Yesu anawajibu anasema Torati ilifanyika hivyo kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Yaani kwamba wanadamu wengi tunapenda kuchagua mambo mabaya, hatutaki mema. Njia ya Mungu iko wazi. Lakini anasema tangia Mungu alipoumba dunia Mungu alimuumba mke. Yaani watu kwa sababu watu hawataki kuishi katika mfumo ya kimungu. Yesu anasema tangia mwanzo Mungu wa kuumba ulimwengu aliwafanya mume na mke. Ina maana Mungu alikusudia watu hao waishi maisha ya milele ambao wanaishi kwenye mfumo ya kimungu. Leo hii watu kama wangepata ndoa sahihi kwa mifumo ya kimungu, maisha yao ni maisha ambayo yangeleta furaha na amani. Kwa makusudi ya Mungu sio ndoa kuvunjika. Makusudi ya Mungu sio watu kuachana. Makusudi ya Mungu sio watu kupeana talaka. Makusudi ya Mungu ni kuhakikisha watu wanaishi katika maisha ambayo yanakuwa ni ya umilele. Mungu anataka ndoa zetu ziwe za furaha, sababu ndoa ni paradiso. Kwa hiyo leo hii kumekuwa na shida nyingi. Leo talaka ni nyingi. Swali langu ni hili, je, kila kinachounganishwa madhabahuni kimeunganishwa na Mungu? Kimeunganishwa na Mungu? Mimi nachojua kinachounganishwa na Mungu hakiwezi kuachana na hakina matatizo. Sasa tunaona leo ndoa nyingi zinazounganishwa madhabahuni hazina Mungu. Kama nilivyosema, kwanza wengine wamezini, alafu wamejikaza. Tunabariki pale Mungu anaunganisha, hakuna kuunganisha. Na ndio maana zikitoka tu hapo talaka, maana hazina Mungu. Wengine mfumo yao mingi mibaya, walianza vibaya. Ndoa yote ambayo inaunganishwa na Mungu, Yesu mwanadamu sitenganishe, kwa sababu ni ndoa ambayo ina hofu ya Mungu ndani yake. Watu hawa ni wacha Mungu, wameenda kwa mifumo sahihi ya kimungu ambayo Mungu anataka. Kwa mwanadamu tunapaswa kuchagua uzima, kuchagua maisha ya kiungu ili tufurahie maisha yetu ya ndoa, maisha yetu ya familia. Ndoa hii ikiwa imeunganishwa na Mungu, baraka inaachiliwa kwenye ndoa hiyo. Uzao unaachiliwa kwenye ndoa hiyo. Mungu alisema zaeni mkaongezeke. Sio kuzaa tu watoto. Ina maana kuzalisha vitu vingi vya baraka ndani ya ndoa. Watoto watafurahia. Leo hivi wazazi wengi na stress. Mama na stress, baba na stress. Ukiingia pale watoto wanaogopa na kuongea na mama au baba. Majibu ya ovyo, maana watu wana hasira, wana uchungu wa maisha. Sasa
watoto itakiwa wakae kwa upendo na wazazi wao, waone wazazi wao walivyokuwa na furaha, waone wazazi wao walivyokuwa na amani. Ile tabia inajenga mpaka watoto. Lakini wana familia ambayo ina misingi ya Mungu, ina ibada, wanakuwa na ibada, familia na ibada, wanakuwa na taratibu nzuri, watoto wanajifunza juu ya neno la Mungu, wanajifunza tabia njema. Ndio ilikuwa makusudi ya Mungu, sababu ndoa ni kanisa la Mungu. Kwa hiyo Mungu alitaka ndoa ambazo zinaunganishwa na yeye zinakuwa na taratibu za kiungu. Hizi ndoa haziwezi kuachana, kwa sababu maisha yao yote yanaongozwa na Mungu. Lakini ndoa nyingi ambazo zinaachana zimejaa na miongozo ya kishetani, mifumo ya shetani, sababu kinachoendelea huko ndani ni wivu, chuki, hasira, magomvi, kutokuaminiana. Na ni kweli watu hawaaminiani, unaona, wengine hawana kiasi. Kwa hiyo vitu vingi vimeingilia ndani ya ndoa hivi vitu. Lakini ndoa ya kimungu ina upendo wa kweli wa